Mpendwa mtazamaji wa Sultan Rabbit Kenya, karibu katika kipindi chetu cha Bonga na Sultan. Na leo hii nimeungana na wanafunzi wa chuo. Hawa wanaitwa comrades. Tunataka tupige nao story. Ni freshers. Tunataka watuambie how is campus life. Azini walikuwa high school wanasikianga tu life ya campus. Tunataka tupige nao story from A to Z. So ungana na mimi napoanza hadi mwisho katika kipindi chetu cha Bonga na Sultan. How are you? Mko poa? Comrades power. Okay, maybe tu tukianza, I just want you to introduce yourself. Nasema tu jina, umetoka wapi? Just a little information about yourself. Okay, tunaanza na wapi? They say ladies first. Tunaanza na my left side. Okay, saseni. Jina langu ni Doreen Mueni, nimetoka Ukambani, nafanya course ya mass media communication. That's okay. Habari zenu. Mi naitwa Dana D. Nafanya communication and media studies. Mi ni first year na nimetoka Kirinyaga County. That's okay. Tunakuja kwa on my right side. Huko poa. Otieno Eric, Siaya County. Nafanya comedia. Siaya County media, okay. My name is Boniface Ocean. I'm pursuing mass media and communication. I'm from Thika. From Thika. So, tunaona karibu kila mtu hapa anafanya media. Mbona ulichagua, as in maybe tupe just a little reason mbona ulichagua kufanya media au kutaka kufanya maybe hesabu ukaona ufanye media? Okay, tukianza na Okay, kwangu nilichagua kufanya media kwa sababu nilikuwa naona watu wakiongea kwa televisheni, nikatamani pia na mimi kuongea huko. Sasa ndio maana nikaichagua. That's good. Okay. Mimi kulingana na mimi nimechagua course ya communication and media. Kwanza ni talanta yangu na ningependa kuipalilia na pia kufahamisha ulimwengu yote yanayojiri. That's good. Okay, tukikuja kwa jamaa wa Siaya. Mbona ukachukua media? Mimi kulingana na mimi napenda public speaking, so like kuongea in public, hiyo niliona media ndio inaweza kuwa the most appropriate channel ya kuzungumza na watu, jamii, yani kuinteract na watu wengi kwa pamoja. For mass media, I saw that it was good so that I can inform the world about the current happening. Okay, hiyo ni swali nimejibu vizuri sana. The reason why mlichagua media na sio hesabu na sio CRE. So swali langu lingine, naweza ona nyinyi wote mko Laikipia University. Were you forced to come to Laikipia University ama ni wewe ulichagua kuja Laikipia University ama ulikusukuma tu kuja hapa? Maybe tu reaction ya wawili wenu. Watu wawili tu mtupe reaction. Wewe ulikuwa forced ama ulichagua? Mimi sikuchagua. Au kuchagua Laikipia? Sikuchagua. Na wewe? Laikipia ndo mahali ambapo nilikuwa natamani kuwa. That's good. Huyu alitamani, huyu alijikuta, but now how is the experience? Unaweza zungumzia aje kukua Laikipia for now? Tuko around hapa, imechukua karibu 4 weeks. Unaweza sema experience imekuwa aje? Ni unafurahia kukua Laikipia ama ni ile unatamani semester ikiisha uende kabisa? Laikipia is the best place. Tuseme yani environment ni cool, yani ni sawa na masomo. Ukikompare na tuseme universities zingine ziko huko town, kuna kelele, like the environment is just cool. Okay, iko poa. Then our next question, ningependa kuwauliza tu what might be the difference between hii ni university and then you have just transited from high school mmekuja university. Maybe so far mme encounter difference gani yenye mlipata pale high school yenye mnaona maybe hapa iko, ama the difference between high school na hapa ni gani? Okay, kulingana na mimi, difference between high school and university. High school tulikuwa anda wazazi, tulikuwa tunapewa
tulikuwa tunapewa mielekeo venye mtu anafaa kuishi, lakini hapa ni wewe unajiwekea mikakati yako venye utafanya, venye utaishi. Okay, that's good. So kwako wewe difference gani unaona ilikuwa high school na hapa? Difference is that the lessons at high school took short hours, like 1 hour, but hapa ina take 3 hours, 3 good hours. Okay, unasema hapa lessons zinapiga 3 hours full, but high school ulikuwa na 40 minutes ama kama imeenda sana 8 minutes, si ndio? Na labda na wewe unaweza sema difference ni gani? Ama hapa pia kuna bado head teacher? Mambo na teacher hiyo itabidi tu tumeiweke X kwa sababu bwana. So unaweza sema kuna difference gani between high school ulikuwa na hapa? In short, najaribu kusema huku kila mtu ni yeye, si naambiwa chenye unafaa kufanya. Like another difference tuseme kufanya tuseme kitu kama masomo, kufanya under pressure pia si poa. Naona huku hiyo pressure hakuna, yani unafanya tu vitu at your own pace, yani unakuwa na hiyo ample time ya kufanya chenye unafaa kufanya vizuri. Hakuna kusukuma ati hujaingia remedial class. Okay, tukisonga tena kwa swali lingine. This one I just want each of you to mention one thing. Kitu yenye ili kusurprise tu kufika hapa campus, ni kitu as in maybe about environment, about the comrades wenye walikuwa hapa. One thing yenye ilikushtua ama it is not in that bad way, maybe ilikushtua in good way ama ilikushtua in at least ukakuwa nervous kidogo vile ulifika hapa campus Laikipia University. So we are just going to start with you. Tuseme like classes haziko, tuseme zingine haziko at the same time. Maybe nili expect nikikuja yani watu watakuwa ile congested. Inaona hiyo time unakuja, wengine wanaondoka, wengine bado hawajaingia, yani mko tu hapo like you are few. Tuseme kama ni first years si wote wanakuja hiyo time. Yeah. So according to you nasema ilikushtua in a bit a negative way ama in a positive way? Yani hiyo ilikuwa surprise, yani in a positive way. Okay, na wewe ni kitu gani ilikushtua mzee? Kuona tu hivi na macho ukasema guys? Kitu ambayo ilinishtua ni hakuna assembly. Nilikuwa na expect tunagather pamoja watu 3000. Okay, huyu mzee anasema kitu ilimshtua hapa campus vile alifika, there is no any assembly. High school mlikuwa na assembly like in a week ngapi? We end 3, Monday, Wednesday na Friday. So I expect at least kuwe na 2 hivi ama moja. One common. But ukapata hakuna assembly semester mzima, but high school mlikuwa nazo 3. So it means ilikuwa affect a bit negative. Haikuni affect sana lakini ilikuwa tu confusing. Yeah, okay. Tukikama on this my left side, kitu gani madam ilikusurprise sana ukifika Laikipia University? Mimi chenye kilini surprise kuna baridi mingi ambayo tulikuwa huko high school hakukuwa na baridi sana, lakini huku baridi ni mingi tena. Huku unaweza lala tu ukose kuenda class hadi hakuna mtu atakuuliza, hivyo tu. Huyu ni baridi ndo ilimshtua guy. Okay, and you? Kile kilishangaza ni kwamba Laikipia kuna misitu, ni msitu ama ni misitu, alafu kuna wanyama, na pia Laikipia kuna ziwa Chacha. Hiyo ndio ilinishangaza. Okay, huyo kitu ilimshangaza ni msitu. Alishangaa guy anaenda kwa forest kusoma ama, but so far unaweza ongelea aje msitu? Umejaribu kuzoea ama bado inakutatiza kidogo? Nimezoea, ninaona kunapendeza. Napenda hiyo rangi ya kijani. Yeah, msitu ni poa, hakuna kelele. Okay, another question. Tukikuwa high school tulikuanga na phrases, some words zenye maybe ziko specific. Like I can say in my high school tulikuwa na kitu ilikuwa inaitwa whistle. For you pia tumekuja hapa campus, kuna tu phrase fulani tunatumika, si official but inatumika ku mean something. Maybe one of you, kuna mmoja ame-encounter any. Wewe ume-encounter gani? Kuinama. Yeah, ame-encounter kuinama. Na wewe? Hiyo tu kuinama. Hiyo kuinama, okay. Na wewe? I think hiyo ndio common term. Ume-encounter pia kuinama. Hiyo ume-encounter kuinama. Who will explain for us? Kuinama ni nini? Kwa ule mtu ajui kuinama, kwa comrades inamaanisha nini? Nani anaweza tusaidia ku explain? Okay, according to my understanding, kuinama
ni kule kuwa yani hauna kitu chochote cha kujiendeleza yani kukula kama pesa, unakuwa hauna pesa. Hiyo ndio kuinama. And for you, wewe unaweza sema kuinama ni kwako unaiunderstand aje? Like kuna main meals huwa zinakuwa 3. Sasa tuseme unaweza skip moja. Skip food. Skip meal moja like hiyo umeinama. Okay. Apart from hizo phrases, ningependa tena kuwauliza, you are students, is it? Mkapa kama wanafunzi, si ndio? But maybe some of you apart from kuwa mwanafunzi kuna kitu kingine unaweza fanya. As in kuwa mwanafunzi na maisha uko hapa kwa kusoma. But apart from that, ama at your free time ni kitu gani maybe wewe unafanya? Tukianza na madam. Okay. My free time wanga napenda kusikiza nyimbo. Napenda pia kuimba na kusoma magazeti. Okay, that's it. Mimi wakati ambao sina darasa ama wakati ambapo sina mambo mengi ya kufanya, ninafanya sim registration kampuni ya Airtel, na pia hapa kwa kuregister lines unahitajika kuwa na kitambulisho na 50 ya kuweka salio, ni credit tunajengana kama comrades. Madam hapo ni mwanabiashara ameji keep fully. Anafanya hapo biashara, ametuambia biashara za line. At least kupata kitu kwa mfuko, na ndio bado niko scattered, najikusanya. Bado unajikusanya. So bado wewe ni student tu. On free time na draw na watch movies. Huyu mzee free time anaweza kuchora. So hadi free time, at least free time anatumia hiyo time kuchora. Okay, tukisonga kwa our next question. As in mmeniambia mnafanya media, si ndio? Nataka uniambie like tutaanza kila mmoja wenu aniambie who inspires you, ama mbona unataka kufanya media. You had already told me why you chose to do media, but I just want you to tell me who inspires you in media industry, or whom do you look up to, or whom do you want to be like in future. Kuna mtu wao unaangalia unasema siku moja hadi na mimi natamani nifanye kama mtu fulani. Oga Obinna anani-inspire sana. Oga Obinna? Yeah. Sawa. Rashid Abdalla. Mercy Mawia. Mercy Mawia, maybe kuna mwenye anaweza kuwa hamjui, sio wote wanaweza mjua, maybe unaweza explain. Anafanya mtangazaji. Wangu ni kadhaa. Kuna Bilimia na Baruk, kuna Mwashumbe na Sugarboy na Anjogu. Hapo madam ametuambia ametaja kadhaa, Mbaru, Bilimia, kina Anjogu, wote wanaminspire. Siku moja anatamani maybe kufanya kama wao. Okay, tunakuja session ambayo inaitwa random questions. As in hizi ni maswali na wauliza tu, maybe they are not so serious questions. Maybe tukianza tu, nani amejikuta so far? Kwanza acha niulize hapa, wewe una stay kwa hostel ama una stay outside? Na stay kwa hostel. Outside. Hostel. So nataka huyu wa outside atusaidie kujibu hii swali. Umejikuta kwa situation whereby unapiga chai then uko kwa simu alafu unachukia imeshamwagika, azini unapatana na chai kwa flow. Umejikuta kwa situation ama bado? Haujajipata kwa situation whereby chai ama food, I don't mean chai peke yake, food imemwagika kaka uko kwa simu ama bado? Bado. Hey, it means you are so keen. But nashuku. Alafu especially pia watu wa mtu na stay outside now that unakaa hostel au unakaa outside hostel. Tangu kuje ni chakula gani hujaipika? Azini ulikuwa unakula home but ukikuja huku hujai cook? Pilau hujawahi? Hata sijai attempt. Okay. Na wale mko kwa hostel sasa, pia nyinyi kuna chakula wanapiga hapo but hujai nunua. Sitaki kusema reason ilikuwa mbona hujanunua hiyo chakula, but ni gani wewe unaiona but hujai nunua? Kenye sijai nunua pale ni githeri hujai nunua. Hey, hapo reason siwezi uliza juu I guess acha niachane naye.
Vibanzi, yani chips. Tangu kuje madam ajai kula chips. But as in home kwa weekly in a week ulikuwa unakula mara ngapi? Si sana, sijakuwa fan wa chips. Okay. Yeye sio fan sana but tangu akuje huku pia ameinama chips. Mimi naona pale ziko huko. Sasa nazitumia hizo zenye ziko hapo. Then kuna as in nimekuuliza ni gani ujai. Nakwambia hizo zote zenye ziko hapo huwa ziko nyumbani na ziko hapo huwa nazitumia zote. Hey. Hapo kuna venye amejaribu kuwepa hiyo swali but kikomrade tutakubali. Then pia vile mmekuja huku kuna nitasema aje, kuna situation whereby some of you maybe nyinyi ama kuna wengine wanasema ukiita for the ama that year umuite kuja twende lunch ama umuite kama una stay outside umwambie karibu lunch ama karibu sapa hata kama ni saa 3 ya usiku anafika bila kuchelewa. Is it true or not? Unasema kama ni ukweli ama hapana? Azin unasema third year and fourth year ukiwaita lunch ama uwaite sapa anytime hadi kama unamwenjoy anafika bila kuchelewa. Ni ukweli ama ni uongo? Ama hauko aware? Sijapata kualika. Hiyo ingekuwa appropriate kama ni mtu ana stay nje na sisi tuna stay hostel. Hiyo ni ukweli. Ni kweli. Ukiita first year ama fourth year hata kama ni usiku saa 4 anafika bila kuchelewa. Leader sikiingia alifika chapi. Okay, hiyo inamaanisha fresha wezi cheza na hawa continuing student. Okay, our another question pia ni we had a freshers night. Is it? Okay, nani aliattend? Wewe uliattend? Uliattend? Okay, kuna Wakristo hapo. Then so nauliza ni kitu gani uli expect then haikufanyika kwa freshers night? Kitu ambayo nili expect haikufanyika ni Odwa Muranga alikuwa kuja atese lakini alikuja akabo. Msa anasema Odwa Muranga alikuja akabo. Ali expect at least it will be an entertainment session, ikabadilika kuwa amewaste uzingizi yake. Okay, question yetu ingine ni nataka hii niwaulize, kila mtu atanipea jibu. Upewe chance now that wakuambie media imetolewa. Which other question which other course unaweza prefer kufanya? Wakisema sawa wamekunyang'anya hiyo media ama haiko, ni course gani nyingine unaweza option kuifanya? Waitoe na wanitoe pia university ya Laikipia. No, just ni course gani unaweza fanya in case tuseme media haiko? Ndio nasema wakitoa media wanitoe pia Laikipia University. Alafu sasa niende nikae nyumbani. Huwezi kubali kufanya course nyingine apart from media? Yeah. Ni media tu, mass media. That's all. But in case imetolewa. Ama sasa in case imetolewa course gani nyingine unaweza fanya? Huwezi kuwa mwalimu wa CRE histo? Hiyo nayo Huwezi. Okay, mimi naweza kuwa mwalimu wa Kiswahili na CRE. Huyu anasema ikitolewa anarudi kwa dini na kisalua ama historia. Wah. Hapo sina idea. Wakitoa kama mwenzangu wanitoe. Kanisi mko na passion sana. Ikitolewa most of you wanaweza as in the option here hadi wabaki tu hivyo. Then swali yangu ingine ningependa kuuliza, is there anyone ningependa kuuliza, kuna mtu anaweza kuwa na presentation between you? Kuna mtu anaweza kuwa na any presentation, maybe anataka kusoma news? Unaweza jaribu? Yes. Uanze tu kusoma news ama utangaze anything presentation? Yes. Sasa haiwezi. It means okay, acha tuachane na hiyo swali. So I just want you to mseme neno lenu la mwisho, and then maybe una advice ule mtu wako bado wako primary anasoma ana expect PS siku moja akuje university. Unaweza mwambia nini na your last word tukimalizia show yetu? Wenye bado wako primary, high school wajitahidi wafike uni. Though ina changamoto mingi, not everywhere kuna enda smooth. But wajitahidi kuja. It is fun. Naambia tu wang'ang'ane, wakazane.
watie bidii. Akuje university. Okay, unaweza shauri aje mtu yako sahi bado ako PP1 ama ako primary ama ule mtu wako high school anataka pia siku moja akuje university? Okay, wenye wako high school na hao wengine pia watie bidii sana wakuje university. University ni enjoyable, unafurahia maisha yako. Wasi lose focus, waendelee na kusoma na watarajie mengi. Okay, that's nice. And maybe kuna mwenye amesahau kitu ya kusema, maybe anataka kusema anything before we finish our show today? Mko sawa? Okay, madam anasema kuna kitu ya kusema before tumalize show yetu ya Bonga na Sultan. Laikipia University ndio ile place mtu anafaa kuwa student. Environment iko, yani mali shule imejengwa, hakuna kelele, hakuna vitu venye vinakusumbua. Environment ya Laikipia University iko cool na ni conducive kwa mwanafunzi kusoma. Okay, mtazamaji wangu wa RTV na Sultan Rabbit Kenya, tumefika kikomo au tumefikia mwisho wetu wa show yetu ya leo ya Bonga na Sultan. Ungana na mimi katika makala ingine ya Bonga na Sultan nikikuletea mambo tofauti ambayo yanafanyika katika jamii na kufanyika katika pande tofauti za nchi. Hii hapa utapata kufahamu mambo mengi sana ambayo maybe hauyajui. Ungana na mimi katika next episode. Thank you for watching.